Ndugu Waislamu, nichukue fursa hii kwa mara ya pili kukuhusieni nami pia kuhusia nafsi yangu kumwogopa Allah na kufuata mwendo na kutekeleza sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiingia katika suratu Ali Imran, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza kwa kusema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana al-ayati liqaumin in kuntum ta'qilun. Ya ayyuhalladhina amanu, ziko tele ndani ya Qur'ani Karim. Wanasema kibarul ulama, ukisikia umekuja mwito huo umekuja kwa watu maalumu waumini. Ya ayyuhalladhina amanu, kwa ajili speciali ya waumini. Imma fihi amrun khairun laqad yurshadu ilayhi wa imma amrun nahyun yunha an. Inawezekana kuna jambo lina kheri, lina busara, wanaelekezwa waumini peke yao, au kuna jambo isharatu hamra, taa nyekundu imewaka la hatari, Waislamu wanaonywa. Miongoni mwa hizo ya ayyuhalladhina amanu, miongoni mwao ni hii ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini wa dini ya Kiislamu, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, msiwafanye marafiki mahasid, wanafiq, wenye matatizo na nyinyi. La ya'lunakum khabala, hawati kukutakieni mabaya muda wote. Waddu ma 'anittum qad badatil baghdha min afwahihim, tamaniati yao wanatamani mfikwe na maovu na mabaya, mharibikiwe. Zimedhihiri wazi chuki ndani ya midomo yao. Wama tukhfi suduruhum akbar, wanachokisema ni kidogo mno, lakini kilichokuwemo ndani ya vifua ni kitu kikubwa. Qad bayyana lakumul ayat, Mwenyezi Mungu ameweka wazi ishara zake, alama zake. In kuntum taqilun, kama mna akili basi angalieni jamaa hao. Haula, tena watu hao, ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum, mnapenda, mnaona saa nyingine ni wenzenu, lakini wao hawakupendeni hata kidogo. Hizi nyoyo za binadamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, inna fil jasadi mudghah, katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama. Ikumbukwe binadamu ana viungo 360, lakini kuna kiungo kimoja hichi anasema idha salahat au idha sulihat salaha aljasadu kullu. Kiungo hicho kikitengenezeka, jicho limetengenezeka. Kiungo hicho kikitengenezeka, mkono umetengenezeka, mwili mzima umetengenezeka. Wa idha fasadat, kiungo hichi kikiingia ufisadi, kikianza kuharibika, fasada aljasadu kullu, mwili mzima haufai, hakifai tena kiungo hicho. Ala, zinduka mapema. Ala, fahamu ujumbe wa Mtume, tanabba, wahiya alqalbu, na kiungo chenyewe ni moyo. Walaqad summiya alqalbu bikathrati taqalluba fil hal, moyo umeitwa qalbu kwa sababu ya kubadilika katika baadhi ya hali. Moyo una kazi mbili, hauna kazi tatu. Kazi ya kwanza kupenda, na kazi ya pili kuchukia. Mtu akikwambia I love you so much, yani kinachoelezea hali ya moyo, tarjama wake ni ulimi, lakini wallahi ulimi hauna ufasaha kueleza reality ya moyo.
hauwezi kubainisha kilichokuwepo moyoni. Ndio utamsikia mtu asema nakupenda, sijui hata nikuambie nini, ungeuona moyo wangu, huyo amemaanisha. Na akikwambia aisee na kuchukia, kaa naye mbali, huku moyoni kuna janga kubwa mno. Akikwambia nakuchukia, ogopa, tena ogopa sana. Kwa sababu mtu akikupenda, dalili yake ni mutabaa, ni kuanza kukufuata, kukuigiza, kuvaa kama wewe, kutembea kama wewe, mahaba. Huyo anakupenda. Angalia, nimevaa kilemba, nimevaa kanzu, hii ni ishara ya mapenzi ya Mtume Muhammad. Ina maana moyoni kajaa. Sababu kilemba kivaliwi kichwani, kinavaliwa moyoni. Kanzu haivaliwi mwilini, moyoni. Na ndio maana hata wengine hawawezi kuivaa, mapenzi. Kwa hiyo mtu akikwambia sikupendi, ndani ya moyo kuna hali kubwa. Sasa huu moyo kuna amradhul umma. Kuna maradhi ya umma. Na maradhi ya umma yenyewe ni moyo unaugua, una qalbun marid. Nyoyo zetu zina maradhi mengi mno. Maradhi ya kwanza al-ain wal hasad, kuoneana choyo. Maradhi ya pili al-bughdha. Maradhi ya tatu al-ghiba. Maradhi ya nne ar-riya. Tunaona maradhi ya kujiona, sumaa, kujisikia tamu. Tuna maradhi ya uongo, tuna maradhi ya usengenyi na utesi. Lakini kuna maradhi makubwa zaidi, ni maradhi yanayoitwa ash-shahna, maradhi ya chuki. Maradhi ya chuki. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia la tahasadu wala tabaghadhu wala tadabaru, msihusudiane, si Uislamu. La hasada illa fi ithnatayn, hakuna hasadi. Hasadi ni haramu kabisa, isipokuwa inaruhusiwa katika mambo mawili. Urafu wa hasadi wanasema maana alhasad an tatamanna zawala ni'mata akhika. Taarifu ya hasad ni kutamani neema ya mtu imuondoke. Kanenepa konde afi, amepanda kiuchumi ashuke. Na wengine wasema bughdhu ni'matun wa illa tatamanna bizawali, ni kuchukia tu ile neema ya mtu hata kama hujataka iondoke. Ili ndo kama yule hata sijapenda, sasa utakawaachane, wala sisemi hivyo. Inaingia katika moyo. Haya ni katika maradhi haya, na dawa yake ni moja tu, na inshallah tutaibainisha. Maradhi ya hasadi ndo hayo, maradhi ya uchawi ndo hayo, ya uongo. Lakini maradhi makubwa ni maradhi ya chuki. Ndio maana sisi ni vipenzi wa Allah. Allahu waliyul ladhina amanu, Mwenyezi Mungu ni mpenzi wa waumini. Ndio maana anatuvuta masikio sehemu kuna hatari, itakiwa kuambie kwanza muumini. Kwa hiyo ukiziona hizi aya karibia 80 ya ayyuhalladhina amanu, ukisikia tu ya ayyuhalladhina amanu, sema ndio sehemu yako. Msikilize Mwenyezi Mungu anasema la tattakhidhu bitanatan min, yani bimaana kaeni mbali na wenye chuki kama mnajua. Sasa wanasema chuki ni maradhi makubwa na ni maradhi mabaya, tena yanaoambukiza kwa haraka mno. Hai maradhi ya chuki, na ndo jamii tunaoenda nayo. Tufundishane kitu kuhusiana na ashahna. Angalia magerezani, kila rais akija aljimu yake sometime anatoa msamaha wa wafungwa, na hili jambo kwa Mwenyezi Mungu lipo. Kila ikija nisfu Shaaban, Mwenyezi Mungu ya pale anatizama waja wake wote kwa jicho la rehema, anawasamehe wote. Mtume asema watu wawili hawapati msamaha: mushrikun billah, mshirikina alowacha taa na tauhidi ya Allah akaabudia mizimu na dini zingine. Hunaka fi sama ma fish yadiyan mutaaddida, inma hunaka shara'i'an mutaaddida, inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Mtu ambaye hajawa Muislamu hapati msamaha.
Mtu wa pili mwenye shahna, mushahid, mwenye chuki na wenzi wake. Angalia, hata msengenyi atasamehewa mabwana, mwizi atasamehewa, lakini mushahid mwenye chuki, Mwenyezi Mungu hamsamehe mpaka aondoshe zile chuki kabisa, hizi chuki. Na chuki, kwa nini nimesema ni maradhi mabaya tena yenye kuambukiza? Ninavyozungumzia chuki, ziko sababu, na Mtume ni daktari, alisema jubilatil qulub, hizi nyoyo zimeumbiwa tuhibu man ahsana ilaiha, kumpenda kila atakayezifanyia mazuri, watabghudhu man asaa ilaiha, na zitamkasirikia kila atakayezitendea mabaya. Bimaana binadamu tuna sifa mbili, sifa tamu na sifa chungu. Ukiigusa ile sifa tamu ya mtu ukamsifu au kind of you, aisee wewe ni mtu mzuri sana, japo si mzuri, aisee wewe ni mtu mwema, aisee wewe unasaidia watu, aisee, basi utamkuta anatabasamu. Hata ninakupenda mno, anazidi kutabasamu, automatically anakupenda. Na Mtume kishatuambia ukimpenda mtu usiishie moyoni, muambie nakupenda. Kwa sababu ukimwambia mtu nakupenda na ukamuonesha vitendo vya upenzi, ni mtaji umewekeza, automatically naye atakupenda. Ala laqalbi mtabasamini, hizo zote ni ishara za upendo. Tabassum inda wajhi akhika, ile kutabasamu tu ni uchawi wa halali. Maana ukimtabasamia mtu automatically naye utamuona anaanza kutabasamu. Lakini wallahi ukiigusa ile sifa chungu, sifa mbaya ya nafsi ya mtu, hata awe mwema anaweza akaathirika shauri ya ujamaa. Hapa ndo utakapoishi. Ukimwambia mtu wewe ni mtu mbaya, wewe bakhili, wewe una roho mbaya, mimi sikukubali, nani nakuchukia, imamu wewe, shekhe utakuwa wewe, hii automatically hata awe mwema nafsi yake itaingia udhaifu, ataanza kukuchukia lazima kabisa. Na akishaanza kukuchukia haishi pale, itaanza vita. Ndugu yangu Muislamu, natumai hotuba itakuwa fupi sana leo. Itaanza vita. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja duniani, miongoni mwa vitu alivyokuja kupambana navyo ni kuachisha vita. Vita kati ya watu, kwa sababu vita ni jambo baya sana. Lakini leo kuna mambo tumeanza, vita vinanguruma katika nafsi za watu. Duniani kuna vita vingi sana, lakini vimesimamia sehemu kuu tatu. Kuna vita ya kimawazo, kuna vita ya kimaneno, na kuna vita ya kimatendo. Na hizi zote shauri ya chuki. Ukiona sehemu kuna vita, iwe ya bunduki, iwe ya mapanga, hiyo vita hiyo asilia yake imeanza vita ya kimawazo, na hii ni mbaya sana. Kisha vita ya kimawazo inaanzisha kuzalisha vita vya kimaneno, kisha ikishatoka vita vya kimaneno inaanzisha vita vya kivitendo. Kama umegombana na mtu au ushawahi kugombana na mtu, ilianzia mawazo, ndugu yangu Muislamu. Na hizi vita vyote ni mbaya mno. Angalia mfano vita vya kimaneno. Maneno hayana jambo dogo kabisa. Unaweza ukaambiwa neno moja tu, wallahi hapa msikiti wa Sheri uji tena kuswali, neno moja tu ndio aniambie neno kama lile limepasua moyo wangu namna kama hii. Neno unaweza ukakonda, neno unaweza ukatamani uingie kaburini, neno unaweza ukakosa usingizi, kisa amekwambia neno tu. Mtu akasema neno au maneno yakapasua moyo wako ukavunjika. Kwa maana tukaambiwa afadhali ukauvunje msikiti mtukufu wa Maka kuliko kuvunja moyo wa Muislamu. Leo tunavunjana moyo, hakuna crepo henda, hakuna kupunguzana, hakuna kupongezana katika hii dini, ni kuvunjana kwenda mbele. Na ushavunjwa sana wewe, tena umevunjwa na Waislamu wenzio. Angalia vita ya kimaneno. Nilikutana na mama mmoja, kaambiwa maneno tu wala si matendo. Kaambiwa na watoto wake, we mwanga mama,
we mchawi mama. Hilo jambo tu hilo limemshughulisha, amechukua maamuzi atakaakajiue. Hivi ni vita vya kimatendo, hivi ni vita vya kimaneno. Kisha yakishaanza maneno inazalika vita ya kivitendo, vita vya kivitendo. Utasikia mtu sasa anachukua panga anaenda kuua mtu. Yalianzia mawazo, yakaja maneno, kisha yakaja matendo. Lakini sasa kwa statement hii, ukweli wa mambo, vita yote hii ni cha mtoto. Japo utaona mtu kachinjwa, japo utamuona mtu kasemwa, hii yote ni vita ndogo wa Islam. Lakini vita ya kimawazo ni vita kubwa hatari. Inawezekana huko msikitini tumekaa, lakini kuna vita ya kimawazo ina trendi tena, inapigana kwa kasi. Tena si ajabu inapigana na huyo khatibu wale. Vita ya kimawazo ni mbaya sana. Na hii vita ya kimawazo ni kali kwa sababu watakatifu wengi watakwenda motoni. Na kwa nini watakwenda motoni? Kwa sababu nyoyoni mwao kuna mafundo, kuna vita inaendelea. Kwa sababu binadamu wengi huhukumu kwa hivi vita ya nje tu. Atahukumiwa mtu, atakamatwa kwa sababu kasema maneno na ushahidi wa maneno yake hayatume mrekodi. Atakamatwa kwa sababu kamtukana rais, au atakamatwa mtu atashtakiwa kwa sababu kapiga, kafanya matendo. Lakini hii vita ya kimawazo hii haionekani. Hivi sasa hata ukiamua kumtukana rais, ndugu yangu, kimawazo mtukane tu, hutochukuliwa sheria yoyote ile. Hakuna anayekuona, anayekuona ni Allah. Na hii vita ya kimawazo ndio inatengeneza ugonjwa unaitwa an-nifaq, ugonjwa wa unafiki. Walimuonesha Mtume sallallahu alaihi wasallam meno, lakini ndani ya vifua vyao kulikuwa kuna chuki kubwa. Na Allah anasema, unakuta watu walivyo, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Utawaona kama wako pamoja, lakini nyoyo zao ziko mushattata. Kuna mafundo makubwa tena mazito. Sifa za waumini wa peponi, hawana ghili, hawana fundo, hawana chuki na yoyote, hawana chuki na yoyote. Na moyo huu, jitahidi moyo wako usalimike, usiingie ufisadi. Una njia 4 za kuharibu moyo wako. Moyo unaharibika kwa njia 4. Miongoni mwa njia 4, njia ya kwanza, ukikubali tu kupokea maneno. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakataza masahaba, akamwambia msiletee maneno, nataka niondoke na moyo msafi, simwekee mtu kifundo. Alikataa kupokea maneno. Lakini wewe unafanya kutafuta kabisa, nani kansema niambie, sabaka mambalabaka sabba. Imetosha, amekutukana vikubwa, anayekupelekea matukano. Mtu akikwambia bwana na habari, kataa hizo habari, usiharibu moyo wako kabisa. Binadamu ndio walivyo, katika zuri watasema na hata katika baya watasema, haya maumbile yao. Wewe ni kuwafungia masikio, la sivyo utabeba mengi na moyo wako utachafuka sana. Hii vita ya ndani kwa ndani ni mbaya kwa sababu ina makundi makuu matatu. Vita ya moyoni ina makundi makuu matatu. Sehemu yake ya kwanza kabisa ni kujidhania wewe mwenyewe vibaya. Kuna baadhi ya watu anajidhania vibaya tu, basi mimi nitashindwa, mimi siwezi kufika pale, kajikatia tamaa. Ikiwa wewe mwenyewe unajidhania vibaya namna hii, sijui waliokuwa mbele yako kama watasalimika. Sehemu yake ya pili, vita ya mawazo, ni wewe kuwawazia watu vibaya. Jamani, haya ni makosa. Ijtanibu kathiran min dhana zimetujaa. Tena tuna dhana mbaya kabisa. So dhana ndio inaleta maneno na matendo. Kuna baadhi ya watu kazi yao kudhania watu vibaya, hatizami hata awamu ya watu. Akimuona tu amna kitu, wale wezi tu, tamaa imekaa mbele, wale matambeli tu, kila mtu moyoni anamtia ila. Kwa la, kumbe muumini wa sawa hatakiwi hata kuwa na dhana mbovu, hasa kwa Waislamu wenzie. Maimamu tunadhania vibaya,
Wanazuoni tunadhania vibaya, au mashekhe wetu wanaotuongoza tunawapa sifa mbaya ndani ya mioyo yetu, ndio maana mtu mpaka anasema dhana mbaya ni Iblis. Usimdhanie. Mtume asema dhana haiepukiki, lakini ikija fala tuhaqqiquhu, usihakikishe. Wewe una dhana moyoni tu mpaka unaibua, atakuwa amezini, atakuwa ameiba, atakuwa ameua. Muona tu unamwekea mtu dhana mbaya katika nafsi yake. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa au jambo la pili, kuwadhania watu vibaya, na sehemu yake ya tatu ni wewe kudhaniwa vibaya, wewe mwenyewe kudhaniwa vibaya. Kuna baadhi ya watu wana bahati mbaya, hata akitoa maskini video yake comment zinakuwa mbaya, anadhaniwa vibaya. Basi hizi dhana tatu zikizalika katika moyo, zinaleta maneno, zinaleta matendo. Kwa hiyo mwenye ambaye moyo wake una vita na watu, nje tutamuona ni msafi, lakini moyo wake mweusi. Na hata wewe hapo ulipo, kuna watu unakubali na wengine huwakubali. Ukiambia hebu lete sababu, una hata sababu. Haya ni maradhi. Mtume aliyaona maradhi kama haya, akatuletea imani. Mtu mwenye imani ambaye ina level ya hali ya juu hawezi kuwa na vitu kama hivi. Sasa Waislamu wenzangu, sisi tuishi kwa mnasaba wa aya. Allah asema la tattakhidhu bitanatan min dunikum la yalunakum khabala. Msipende kuwafanya marafiki mahasidi, wanafiki, kwa sababu hawaachi kukutakieni mabaya, wanatamani mpigwe na mabaya. Qad badatil baghdha min afwahihim, zimedhihiri wazi chuki katika midomo yao. Ukimwona mtu unamsalimia na haraka, ananuna tu, ananongwa tu, unamsikia anakusema chini tu, tambua huyu ni hasidi wako. Si umkumbatie. Maana kuna mtu mimi sijali. Hasidi alivyo kumwepuka ni muhimu, kwa sababu yale maneno yake yanaweza kuharibu. Kana mbali. Mwenyezi Mungu ameweka wazi hizi alama, mkiwa mna akili angalieni. Kisha Allah asema haula, watu hao tuhibunahu, wallahi mnawapenda. Mashekhe wenzetu hawa, wanadini wenzetu hawa, kampuni yetu hii, wala yuhibunakum, nyinyi hawakupendeni. Watuminuna bilkitabi kulli, mmeamini kitabu chao chote, umeamini silabasi zao zote, mmeamini mambo yao yote. Wa idha laqukum qalu amanna, wakikutana na wewe sasa anakwambia mimi ni mpenzi wako, mimi ni shabiki wako, mimi ni muumini wako, shafi mawaidha yako, qalu amanna, sema tumeamini. Wa idha khalau, mkipeana kisogo sasa, wakikaa pembeni, afu alaikum lanamina min alghayb, wanauma vyanda vyao kwa hasira, nitamani pale angekufa tu, chekesha fikiri mimi nampenda. Afu alaikum lanamina min alghayb, Allah sema qul mutu bighayrikum, haya kufeni kwa hasira tu mlizokuwa nazo, kufeni. Inna Allaha alimun bidhati sudur, Mwenyezi Mungu alikuwepo katika vifua vyenu tayari ashayabainisha na yajua, na katuelezea habari kama hizi. In tamsaskum hasanatun tazuhum, mkipatwa na jambo zuri, in tamsaskum mas, tena jambo lenyewe zuri dogo tu. Umenunua maskini kibaskeli, maskini ndio umepata sijui kijitabu, umekiala kitabu kimoja, yani masi kidogo tu, tazuhum, ndo hawalali, wanaumia kweli. Wa intusibukum sayya, maraki asaba ni masi na ziada. Mkipatwa na jambo la bahati mbaya, mkipatwa na jambo la kimakosa, mkiteleza, yafrahu biha, ndo hawalali mtaani vigelegele. Si tulisema kiko wapi, amefika wapi? Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kana kwamba anaona hali za leo. Ukiona ukipatwa na makosa, na leo Waislamu leo pia tuna tatizo hili. Utakuta shekhe anaongea vizuri, anakwenda vizuri, akiteleza tu basi ndo watu wote wanaibuka, anashambuliwa. Tulishasema siku nyingi si basi, angalau amatu nas, watu wa kawaida waseme, wanadini wenziwe wanashambulia. Inaonekana baina yetu
tuna maradhi ya chuki. La tahasadu wala tabaghadhu. Nyie Waislamu ni nyumba moja, kwa nini mnachukiana? Nyie hamjui kwamba mapenzi ndio kitu kinachoendesha dunia, na mapenzi yanakamua baraka kutoka kwa Allah. Mapenzi yamegawanyika sehemu kuu 4. Sehemu ya kwanza kabisa wanaita romantic love, ni mahusiano kati ya mke na mume. Haya mahusiano makubwa kabisa, wanandoa wakishikamana vizuri, Mwenyezi Mungu analeta sakana, utulivu wa maisha. Ndio maana mkifanya research, watu wengi waloana, watu wengi wenye majumba, wenye magari, ilikuwa ni kabla ya kuoana. Baada ya kuoa ndio umepata baskeli, ndio umepata nyumba, ndio umepata. Ukiotea mkipendana, ile kuishi kwenu kwa maelewano, hiyo ni baraka kubwa kabisa. Lakini pia angalia ndoa ambazo hazina amani, kila siku mikosi, kila siku mtu akulipa kodi, tena inafikia stage mpaka kodi inakata. Kwa sababu gani? Hamna maelewano ndani ya nyumba, hamna amani kabisa. Mapenzi. Sehemu ya pili inaitwa family love. Family love, familia yenye upendo. Na familia yenye upendo, hata hapa msikitini sisi ni wanafamilia kama hamjui. Na baba yetu Sheikh Adam au imamu wa msikiti, alafu sisi maamuma ndo familia yake. Hapa itakiwa ipatikane family love, familia yenye upendo. Kuna baadhi ya familia zingine zimekosa upendo, zimekosa amani, zimekosa mshikamano. Mama anagombana na watoto wake, watoto wanagombana na mzee, zimekatikiwa na upendo familia. Haya ni matatizo makubwa kabisa. Na upendo wa tatu, friendly love, ni upendo wa kirafiki na kijamaa. Lakini upendo wa mwisho ni upendo wa Allah kwa waja wake. Hata Mwenyezi Mungu sisi anajitahidi sana kutupenda. Tena tizama, upendo wa Mwenyezi Mungu hauna masharti. Upendo mwingine una masharti, ukifanya hivi nitakupenda, usipofanya hivi sikupendi. Lakini Mwenyezi Mungu anakupenda hata ulipokuwa mshirikina, hata ulipokuwa unaabudia masanamu, na sasa hivi alhamdulillah unasali, bado Mwenyezi Mungu anakupenda. Kilichoondoka leo katika misikiti yetu Waislamu, kumeondoka upendo. Ndio maana hata zikihamasishwa sadaka, ataletwa yatima ana shida kweli, anaambiwa wewe mjane na wewe yatima, kimbilieni Sheli Buguruni, mtapona kwa umini wenzenu. Mtaenda kuombea wapi? Anakuja mtoto na kinabebwa kitoto, tena kukuta jicho chongo, kinatia huruma, lakini hachangiwi zaidi ya 200 kwa sababu kuna chuki. Hizo zinaliwa tu, hakuna dhana nzuri. Kuna vita ya kimawazo, zinaliwa hizo pesa, hakuna chochote. Unamkuta mtu hivi msikitini anakufa. Kwa nini? Upendo umetoweka baina ya waumini. Waumini wamepoteza sifa ya kushikamana. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu walladhina amanu ma'ahu. Muhammad mtume wa Mwenyezi Mungu na wale aliokuwa pamoja nao, sifa zao walikuwa shiddau alal kufar, wakali kwa makafiri, lakini ruhamau bainahum, wajabatir rahma, wanapendana, wanahurumiana, wanashikamana. Yani wenzetu walituonesha good example. Sahaba akitoka barabarani akikutana na Muislamu mwenzie, ile furaha mpaka anasahau ndugu zake wa nyumbani. Mapenzi makubwa, wakiozeshana majana bure, wakipendeleana kheri kabisa. Dini ilikuwa laini na nzuri kwao. Sisi tuna bomba, tuna utaasisi, tuna madhehebu. Utafikiri Waislamu wao kwa wao kuna Wakristo ndani. Hata salamu saa nyingine kwa sababu ya medhe hawasalimiani, wamekatana, wamepeana migongo. Mapenzi yameondoka. Zamani ilikuwa Ijumaa kama ya leo, basi utamkuta mzee mmoja msikitini anaanza kusema bwana, nishaweka oda Sheikh Adam, Sheikh fulani na fulani na fulani, insha Allah tukitoka Ijumaa chakula cha mchana kwangu, au idi ndogo au idi kubwa. Leo ni Idi al-Fitri, inshallah Waislamu mnaalikwa kwa mzee fulani. Haya yalikuwa zamani, hivi sasa hayapo.
Tena wakishamaliza idi pale uwanjani, wanaitana haraka haraka, mwingine asiongeze idadi. Yuko wapi dada? Yuko wapi kaka? Mwambie waingie kwa gari tuondoke. Na akija mtu from Moya, bwana vipi ndio mnaondoka? Ndio tutakutana Ijumaa ijayo. Asije akaingia, upendo hakuna tena, umetawanyika. Upendo hakuna. Na nikwambieni tukufunga maneno yangu. Kwa namna hii tutachelewa sana, hatutoboi. Kwa sababu mpango wa Mungu, kila mtu hawezi kuwa tajiri. Kila mtu hawezi kuwa msomi, kila mtu hawezi kuwa mjinga. Qiwamul hayat, Abdullah bin Umar anasema qiwamul hayati bi arba'in. Maisha yana miguu minne: alimun wa jahilun, ghaniyun wa faqirun. Maisha yalivyo, kuna tajiri, kuna maskini, kuna msomi, kuna mjinga. Sasa ili maisha yaende, watu wanategemeana. Katika nchi ya Tanzania, tena si Tanzania, dunia nzima, hakuna wenye pesa kama Waislamu. Usiniambie bwana. Tunasali na matajiri huko kanisani, hawapo. Nenda pale kapande daladala pale. Kila daladala unaingia, ukiangalia tiketi Hashimu Abdallah, Othmani Juma, Saleh Muhidini. Kila daladala unakuta Waislamu ndio wanamiliki daladala. Nenda Zanzibar pale, Kilimanjaro, sijui nini, Marini. Kila meli ukiigusa ya Waislamu. Twende Ubungo, sijui Mbezi kwa Magufuli. Kila basi unaoitizama mpaka jina la nje, Muhammad Transport, sijui Transit. Kuna Taqwa, kuna Tahmid, kuna Tashiri, kuna Tayassar. Aya niambie, hivi Taqwa kweli itakuwa ya Joni? Hili jina la Taqwa linakujaje? Pia mabasi mengi ya Waislamu. Sinimalize maneno, masnaat, makampuni. Kuna Zakaria, sijui kuna Mo, kuna Bakhresa, sijui kuna Home Shopping, kuna GS, wote Waislamu. Angalia hali za Waislamu wenyewe sasa. Taabani. Ukijua tumechoka, waumini wetu matajiri sana, lakini pale unapotokea mkutano labda wa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, sana mashehe wetu wanaenda na bibaskeli, amezidi sana kipikipiki, na kama ana gari labda sijui ndio mufti basi. Wao kila siku wakupewa lifti. Lakini upande wa kushoto wenzetu, wewe unaingia na Hama, wewe unaingia na Jeep, V8, Mercedes Benz, hawana uwezo kama sisi, lakini wenzetu wanashikana, wanabebana hatari, hawachana. Ndio maana hata nyumba zao za ibada, unafanya mchezo. Kanisa ya maana, na kila sehemu ya kanisa kuna parokia, na mbali ya parokia kuna mashule. Manake mhimili wa jamii ni sehemu ya ibada na mashule. Wenzetu wamewekeza katika mashule. Kama watapata ruzuku serikalini, wao watapata kuliko sisi. Hapa Buguruni haraka. Kama kuna hospitali ya Kiislamu itakuwa moja, na kama kuna moja basi 10 za Wakristo. Lakini sisi eti ndio tuna connection Saudia, mafuta yetu, Irani, Waislamu wenzetu, sijui Qatar, nchi za Kiislamu. Umekuja msaada mkubwa, nyama ya mbuzi khalas. Na hiyo nyama ya mbuzi yenyewe ikifikia msikitini kwa shahada mwinabakia huko, haiendi hata kwa waumini. Kima cha chini tu tulivyotawaliwa na chuki, zije hizi ng'ombe za Waturuki, habari kubwa. Imamu jasho linamtoka, ng'ombe 6 kwanza kaficha nyumbani kwake. Tunaenda wapi Waislamu namna hii? Waislamu wadogo wanyonge. Na ndio maana sasa hivi hatutaki. Ukija uchaguzi mnakuja msikitini, inshallah tukomboane Waislamu. Tukombe, yani Waislamu tuna asili ya tubebani. Tunakupa kula vizuri, ukienda bungeni kimya ushatusahau. Hata juzuu uleti hapa msikitini. Uleti msikitini. Leo maajabu. Mkristo utamkuta mara anakuja kujenga msikiti, inakuwaje Waislamu? Chuki imetutawala sana. Namna hiyo hatufiki mbali. Na haya lazima tuyaseme. Waislamu waliokuwa juu, tupeane basi, tusaidiane basi, kula na ndugu yako basi. Tunawe na vyoni wakubwa, vijana wamesoma Qur'ani hatari, hawana hata pa kushika, maskini wametupwa. Mwisho kabisa unakuta vijana wamehifadhi Qur'ani, waimba muziki. Sasa sinikumalizie kabisa, hao wasanii wa bongo movie, sio bongo movie, hao waimbaji muziki wote wamekaa chuoni, wamesoma, wamepata elimu, msikitini hawajafanywa fikra, wanaimba muziki. Niambieni ukweli, waimba muziki katika nchi Waislamu ndio wanaimba muziki sana, kwa sababu washachukua
mazoezi katika kuimba kaswida, katika kusoma Qur'ani, wanakimbiza hatari. Na sisi Waislamu tunaona haya, kila mtu na lake, kila mtu na lake. Neno la mwisho, huko msikitini ukimuuliza Muislamu mmoja tu ashai kupewa zaka nani, hayupo. Huo mlango wa zaka bwana, Tanzania umekufa Sheikh, umekufa. Na hata sehemu za mayatima basi wamewekwa pale wasaidiwe, au wasaidizi wenyewe wa mayatima. Akishakuwa pale kwa kituo, yeye mwenyewe anakuwa yatima, Kuna mayatima na upigaji juu yake. Watu wakijua unakuta mambo haya. Tunamwomba Mungu atujalie tupendane, atujalie tuondosheane chuki, na alama ya mwisho kupendana. Tukiondoka hapa leo, si Ijumaa, tumfikirie imamu, tumfikirie yote atakayekuwa tayari hapa. Na ukitoka muulize Muislamu mwenzio, kuanzia leo sisi ni wanafamilia, ni familia moja, tunaanza upendo. Umekula ndugu yangu Muislamu, nikukaribishe nyumbani ndugu yangu Muislamu. Una chochote, una kibarua Sheikh, kama una uwezo wa kuajiri watu 3 4, kuna watu hawana ajira, vijana wa Kiislamu, Mungu atakubariki sana. Tunamwomba Allah tujalie kuwa wafuasi wa hakika wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على نبي الرحمة وشافع الأمة عدد ما أحاط به علمك وصاه كتابك وظنه، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذي الأصل الأريق أمير المؤمنين.